Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu, na nipende kuchukua nafasi nzuri kwa ajili ya kumshukuru Mungu kunipa nafasi hii asubuhi ya leo kwa ajili ya kusimama mbele zenu na mbele za Mungu pia kwa ajili ya kuweza kufundisha maneno machache ya baraka kabisa. Jina langu naitwa Bishop Elizabeth Danford Mkumbo, uzao wa Bendera. Nipo katika kanisa la Ufunuo Kimarabonyokwa chini ya mamlaka ya Daktari Bishop Bendera. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kupata kipindi hiki kizuri, na nikualike wewe unayenisikiliza na wewe unayenitazama muda huu ili niweze kufundisha mambo machache kwa ufupi sana kwa ajili ya kukueleza kwa habari za kimungu. Kila kitu kina chanzo, na kama kila kitu kina chanzo, maana yake hata mwanadamu ana mwanzo wake na ana chanzo chake. Biashara yoyote ili iweze kutembea huwa ina chanzo. Maisha yoyote yanapokuwa yanaanza huwa yana chanzo. Ili uweze kufikia malengo, ili uweze kufikia baraka za kufanikiwa sana, lazima kwanza uangalie mwanzo wako. Nyumba nzuri inayosimama imara na inayodumu kwa muda mrefu ni ile ambayo huwa ina msingi. Kwa hiyo nyumba ikishatengenezwa msingi mzuri, na hata huko kwenye boma inakoendelea kupauliwa huwa lazima iwe imara kwa sababu msingi uko imara. Ukishaharibiwa msingi wa nyumba na fundi yoyote anayekutengenezea nyumba, maana yake ameharibu nyumba nzima. Hata maisha ni vile vile, kwamba ukishakuwa na maisha ambayo yameharibiwa, ina maana hata huko unakoendelea, iwe ni kwenye uzao, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye kitu chochote, lazima yale maisha yanakuwa yameharibika sana. Na vyanzo vikishaharibiwa, mtu huwa anatokea mwingine au zinatokea baraka zingine katikati ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia maisha ya watu, ukiangalia biashara za watu, ukiangalia malengo ya watu, mtu anaweza kaanza mwaka ana malengo, lakini tayari anavyoendelea kutembea ndani ya mwaka mzima, yale malengo hayawezi kutimia kwa sababu vyanzo vya uharibifu na vyenyewe vimesimama. Lakini vyanzo vikishaharibiwa, unashangaa mtu anatembea kwa wepesi. Hata kama alikuwa na biashara inatembea kwa wepesi, maisha yanaenda kwa wepesi, haki zake zinatokea kwa wepesi kwa sababu hakuna kizuizi. Maana yake uharibifu ni kizuizi. Sijui kama mtu ananielewa vizuri, anayenisikiliza na ambaye ananiangalia siku hii ya leo. Kuna vitu vimeharibiwa tayari, ila kwa sura ya kibinadamu mtu anaweza akasema kwamba pengine mimi bado niko hivi, mimi bado sijaona badiliko lolote. Ila amini ya kwamba kuna vitu vimeshatokea, vimeshaharibiwa, na wewe tayari umeshakuwa mtu mpya, na wewe tayari umeshakuwa na baraka mpya. Baba yetu ameandaa kwa ajili ya kutuzungushia utepe mwekundu. Na utepe mwekundu, fikiria aliyeanza kuzungushiwa utepe mwekundu alikuwa ni Rahabu. Siku moja wapelelezi wametoka kwenda mahali kuipeleleza nchi, walikuwa wametumwa. Walipofika kwenye ile nchi wakawa wameonekana, lakini baada ya kuonekana ikabidi watafutwe ili wauawe, ili wasirudishe taarifa mahali ambapo walikuwa wametumwa. Lakini mtu mmoja alijitoa akawahifadhi wale wapelelezi. Bado walitafutwa sana, lakini yule kahaba aliwaficha. Ila baada ya kuwa amewaficha, aliwaambia wapelelezi, baada ya kuwa msako umepita, akawaambia hivi, naomba mnihakikishie kama mimi nimewahifadhi nyinyi mtanitendea kitu gani? Ndipo wakamwambia, popote watakapopita watu wakiwa wanatafuta watu wa kuwaua, wewe hautauawa, utaweka kamba nyekundu dirishani, ili wanapopita kuua watu wakikuta hii kamba, wewe hawatakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali inawezekana ulitaka kupita na ukashindwa kabisa. Umeshafungwa kamba na kamba, umezuiliwa vizuizi na vizuizi. Acha nikwambie, hakuna atakaye kuzuilia. Kuanzia hivi unavyonisikiliza, Baba atakaposimama saa 4 kamili, nakwambia hivi, iwe ni kizuizi, iwe ni mizimu, iwe ni ukoo ulikuzuilia, awe ni mtu alikutamkia maneno usiweze kuvuka, ni siku yako ya kuvuka. Haleluya, haleluya. Kwa kweli, acha niendelee kukutamanisha kwamba hakuna kitu kizuri kama kuzungushiwa ulinzi. Mahali popote pale penye heshima, mahali popote pale ambapo huwa ni sehemu maalum, hauwezi tu kuingia
au labda kwa mfano nitolee labda mfano wa jengo limejengwa au ofisi fulani nzuri inataka kufunguliwa, huwa kiongozi yeyote watu wanazungusha utepe ili kiongozi anapofika anakata ule utepe, alafu anaruhusu watu wanaingia. Kwa hiyo utepe ni dalili ya kwamba kuna kitu kimezuiliwa. Kabla hujaingia kuna kitu kinakuwa kimezuiliwa, na baada ya kuingia wewe kikishakatwa, maana yake tayari sasa unakuwa umeruhusiwa. Kwa hiyo utepe ambao wewe utazungushiwa sio ule wa kukatwa, wewe unazungushiwa, unaingia ndani, maana yake unakuwa umefichwa. Baba alizungumza lugha moja akasema ni zaidi ya zindiko, ni zaidi ya fensi, ni zaidi ya kitu ambacho kinaweza kukuficha wewe usionekane. Naomba nisome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 na mstari wa 16. Nitaanza na Kutoka sura ya 13 mstari wa 16, alafu ndo nitakuja nisome kitabu cha Kumbukumbu. Mstari wa 16, Biblia imeandikwa hivi: jambo hili litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako. Nitarudia tena, jambo hili litakuwa ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uweza wa mkono wake. Jambo hili la utepe litakuwa ni ishara ya macho yako na mkono wako. Maana yake ni kwamba katika mkono ndipo mtu anayeweza kufanya kazi, anashika kitu. Yawezekana mkono wako ulizuiliwa ili usiweze kuwa na mafanikio. Macho yako yalizuiliwa ili yasiweze kuona baraka. Lakini acha nikwambie siku ya leo, ili jambo la utepe litakuwa ni ishara, na litakuwa ni ishara ya macho yako na mikono yako. Kuna mahali ulikuwa unatamani uguse katika mwaka 2026 huu, na huu ni mwezi wa 4. Kuna mahali ulitamani upaguse, lakini tayari kila ukitamani kugusa, mkono wako haufikii malengo, mkono wako haufikii ile baraka. Lakini utepe wa kesho, mara tu utakapoingia ndani na ukazungushiwa, hilo jambo litakuwa ni ishara ya kwamba kila utakapogusa mkono wako umeruhusiwa. Kila utakapotazama macho yako yameruhusiwa. Ulikuwa unatazama pengine kusafiri nchi za mbali kwa ajili ya kufuata biashara. Ulikuwa unatazama pengine kusafiri kwenda kuwahusisha watu biashara yako ili iweze kutoka, ukazuiliwa. Kila unapotazama unaona kama vile hapo sitafika. Kila unapotazama unaona kama hapo sitakwenda kufiti. Lakini acha nikwambie, kwa kuwa tumesoma Biblia kwamba jambo hili la utepe litakuwa ishara ya mkono. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Itakuwa ni ishara ya utepe. Ili jambo litakuwa ni ishara ya mkono, na litakuwa ni ishara ya macho. Macho yakitazama hayawezi kwenda, macho yakitazama hayawezi kushika, lakini mkono wako unaweza ukashika. Acha nikwambie siku ya leo ya kwamba kama mkono ulizuiliwa, kama macho yalizuiliwa, ni wakati wa kwenda, ni wakati wa kukamata, ni wakati wa kushika, ni wakati wa kuona. Haleluya! Sijui kama kuna mtu yuko pamoja na mimi muda huu ninapozungumza. Ili jambo hili likawa ishara ya mkono, ili jambo likawa ishara ya macho. Mahali ambapo ulikuwa unatamani kuona, ukaone. Mahali ulikuwa unaona tumbo lako alishiki mtoto, litashika. Mahali ulikuwa unaona mkono wako hauwezi kuwa na fedha, zinakwenda kutokea. Ulikuwa una kiwanja hauwezi kujenga, unakwenda kujenga. Kwa sababu jambo hili ni ishara ya mkono wako na macho yako. Utepe ni ishara ya mkono wako na macho yako. Haleluya, 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 haleluya. Nakwambia ukweli, Mungu anakwenda kuonekana. Huu sio wakati wa kurogwa, huu sio wakati wa kuzuiliwa, huu sio wakati wa wewe kutokwenda. Kuna mtu mmoja anakwenda hatua kubwa, na hivi ninavyozungumza kuna mtu anayenisikiliza na kuna mtu anayeniangalia.
tayari naona amehamishwa katika viwango vikubwa, amehamishwa katika hatua kubwa, amehamishwa katika hatua nyingine, na anakwenda kuona. Haleluya, haleluya. Unakwenda kuona mtu aliyekuzuia, ole wake. Mtu aliyekupiga macho upofu usione, ole wake. Kuna mtu anakwenda kuona, kuna mtu anakwenda kusikia, kuna mtu anakwenda kubadilishiwa historia ya maisha yake. Haleluya, 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 haleluya. Jambo hili, yani Biblia inapoandikwa jambo hili, maana yake kuna mambo yalikuwa yameshindikana, na kuna jambo wewe unalo. Hata hivi ninavyoongea unatamani kwamba tumishi wa Mungu pengine hata angenigusa, pengine ningekuwa hapa kaniwekea hata mikono. Mimi leo niko tu kwa ajili ya kukuhabarisha, yuko mtu aliyepewa mamlaka kubwa, ambaye ni baba yetu Daktari Bishop Paul Bendera, ndiye atakayelidhibitisha hili jambo. Jambo hili litakuwa ishara ya utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri. Unajua Misri ni sehemu iliyojulikana kwamba ni ya utumwa. Kipindi cha Musa alitumwa na Mungu, akaambiwa nenda ukawatoe watu wangu Misri waende nchi ya Kanaani. Na alipofika kule, na yeye alikutana na mtu mmoja anayeitwa Farao, naye alikuwa kizuizi ambaye aliwazuia wale watu wasitoke kwenye ile nchi ya utumwa. Kila akiwaruhusu anawaambia nendeni mpaka pale, msifike mbali. Musa anaenda anawaambia, Mungu ameniambia ya kwamba uachie wana wa Israeli waende, lakini Farao akiwaambia, anawaambia tu nendeni mpaka pale, msifike mbali. Akashusha mapigo, lakini pigo la mwisho liliposhuka, ndipo Farao akakubali kuachilia wana wa Israeli. Sasa inawezekana kuna vitu umetumia. Tulikuwa na chumvi, umetumia chumvi. Tumetumia matunda. Kama kuna mtu alizuia mfano wa Farao, ndo anaondolewa. Utakuwa wewe kama wewe na uzao wako, utakuwa wewe kama wewe na biashara yako. Haleluya, haleluya. Ngoja nisome tena kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Haya maneno ambayo baba yetu atayanena ni lazima tuyafunge, yawe ishara katika mioyo, yawe ishara katika macho, yawe ishara katika kazi, yawe ishara katika uzao, yawe ishara katika malengo yako. Wewe ulioko kokote kule, hata kama uko mkoani, ungekuwa unanielewa vizuri, bado ni asubuhi, ili ufike utamkiwe. Yale maneno yawe ishara, yale maneno yawe ufunguo kwenye maisha yako. Inawezekana uko tu Morogoro, inawezekana uko Dodoma, inawezekana uko tu hapa Chalinze, ni sehemu ya karibu sana. Watu wakitaka kwenda kwa waganga huwa wanatumia gharama kubwa sana. Mtu anaweza akatumia gharama ya kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Sumbawanga, akatumia hapa mpaka Zanzibar, akatumia hapa mpaka Zambia. Anaambiwa tu kwamba kuna mganga anasaidia, na kule anachoenda anaenda kufungashiwa tu hilizi, na anarudi na nauli ameitumia kubwa, aidha hata amepanda ndege au amepanda kitu chochote. Sasa ni ajabu sana kama uko hapa Morogoro, Dodoma, Singida, au uko hapa Bukoba, Tanga, unashindwa kupanda gari. Hata kama uwe ni mchungaji, hata kama uwe ni askofu, huduma yako imejikunja muda mrefu. Wao unafanya kazi, unaona huduma haitembei. Unafanya kazi, unaona kazi haziendi. Ni mama umekaa kwenye ndoa muda mrefu, haupati mtoto. Umesimangwa masimango ya kila aina, kumesimangwa na vitu vya kila aina. Unafanya kazi inakufa, unafungua biashara hii inakufa. Panda gari yako. Acha nikwambie, nauli utakayoitumia kuja na kurudi hautaijutia. Itakuwa ni faida, na itakuwa ni nguvu, na itakuwa ni ishara ya baraka kwako. Na kuambia utepe hautamuacha mtu akakaa kadhalilika. Wewe ulioko mkoa wa Dar es Salaam, viunga vyovyote vile, panda gari, usiache kufika. Kutakuwa na ibada kubwa
kubwa ya aina yake ambayo haina mfano na haijawahi kutokea. Baba yetu amejipanga vizuri, amejipanga kwa ajili ya kukufungua, amejipanga kwa ajili ya kukutamkia. Hili ni zaidi ya kichwa cha mbuzi, hii ni zaidi ya mbuzi ulizodumbukiza sijui baharini. Achana na mambuzi ya baharini, achana na mazindiko ya kiganga, limetokea zindiko la kimungu. Usichelewe, nakwambia hivi, ibada itaanza saa 2 kamili asubuhi na itaisha saa 6 kamili. Baba yetu amejipanga kwa ajili ya kukuombea. Baba yetu amejipanga kwa ajili ya matamko. Acha niombe pamoja na wewe. Baba yangu, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, ni wewe ambaye umesimama kwa ajili ya kuwajulisha mambo mema watoto hawa. Ninamwombea msikilizaji wangu aliyenisikiliza na yule aliyenitazama. Ninawaombea wote, naweka wepesi wa kuweza kupata nauli. Kila aliyetamani na kila aliyenisikiliza kwa muda huu mfupi, Jehova mpe neema. Viko vifungo vimekuwa vya muda mrefu, watu wamezindikwa na mazindiko ya ukoo, hawawezi kutoka kwenye maisha magumu. Ninaamini unakwenda kutenda. Ninakubariki wewe msikilizaji wangu, na ninakubariki wewe mtazamaji wangu. Neema ya Mungu ikae kwa nguvu juu yako, na Mungu akufungulie wepesi, pasiwepo na kizuizi kitakachosimama. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.